stendi ndogo ni eneo pekee ambalo linatoa milioni 100 kwa serikali ambayo haijawekeza chochote kwenye hilo eneo, lakini kila mwezi wanaweza kuvuna milioni 100. Mtazamaji wa East Africa TV, ni sintofahamu ambayo imeibuka hii leo baada ya wafanyabiashara katika eneo hili la stendi ndogo hapa jijini Arusha kukusanyika ili kupata mwafaka wa kile kinachowasibu katika mwenendo wa utendaji kazi wao, kikihusisha kero mbalimbali ambazo kwa zikiwakabili kutokana na usimamizi na uongozi kutoka halmashauri. Miongoni mwa kero ambazo pia zimekuwa zikiwasumbua wafanyabiashara hawa katika eneo hili la stendi ndogo ni ushirikishwaji duni katika maamuzi yanayohusiana na eneo hili la uwekezaji, ikizingatiwa kwamba eneo hili wawekezaji ni wananchi, tukimaanisha kwamba wajenzi wa vibanda hivi, lakini mmiliki wa ardhi ni halmashauri. Hivyo wananchi wanaitaka nafasi yao katika maamuzi ya husuyo eneo hili la uwekezaji. Huyu mfanyabiashara wa stendi ndogo, tukianzia hiyo miaka ya nyuma, ni miaka kama sikosei tuseme miaka 25, amekuwa akitoa pesa yake na hajawezeshwa na serikali. Amepewa tu uwanja, akajenga kwa mikono yake, akajenga kwa pesa zake, akaekeza mzigo ambao hata hajasaidiwa na serikali. Amekopa benki, amejiwezesha yeye mwenyewe kwa akili zake, akaweza kufika hapa tulipofikia. Huyu mtu leo hii anatengewa bilioni 1.6 abomolewe kitu ambacho amekianzia mbali kwa ugumu. Ina maana kwamba hapa palikuwa ni msitu, lakini mtu huyo leo anatengewa bilioni 1.6 kwa siku moja aje abomolewe. Si ajabu hata atabomolewa akiwa na mizigo yake ndani, bado ni hasara. Tunamrudisha huyo mtu, atakuwa na mawazo ya misongo kiasi gani? Anapewa hasara kiasi gani? Ina maana kwamba serikali imthamini kwanza mwekezaji wa stendi ndogo, na apewe kipaumbele pia, apewe na nafasi pia ya kujielezea na kujitetea. Tukiwa wote tukapeleka hayo mahitaji yetu, naamini tutasikilizwa, kwa sababu Mama Samia ni mtu anayesikiliza watu, mkuu wa mkoa Makonda ni mtu anayesikiliza watu. Tumeona kule Samunge watu walieka na migomo, wakaeka na mawe barabarani. Sisi tumekuja hapa kwa amani, hatuna ugomvi na mtu, tumekuwa katika hali ya utulivu. Mtu anayeongelea jambo lake kwa utulivu pia anasikilizwa na yule anayemuelezea. Sasa viongozi wetu, tukianza na mkuu wa mkoa ambaye ni Makonda, tumeona mifano mingi. Amekuwa akizungumza na katoa kauli, mfanyabiashara yoyote Arusha asisumbuliwe. Je, hiyo kauli inafanya kazi kwetu sisi hapa stendi ndogo? Maana tunasumbuliwa. Hujajiandaa kwa lolote, unashangaa duka limefungwa. Huku wakati tunaambiwa na viongozi wa stendi ndogo kwamba mkataba unaandaliwa wenye urafiki. Sasa ule mkataba wenye rafiki hatujaupata mpaka sasa hivi. Tuna mawazo, tukikaa majumbani kwetu tunawaza, je, nikienda stendi nitakuta tena ile iliyokuta jana? Hawa watu 400 ambao tuko hapa, tunachoomba jiji, wanapotaka kuendeleza, sisi tayari tupo kushirikiana nao. Kwa tunachoomba ni watukubali, tukae nao chini tuzungumze. Na ni rahisi tu. Tukae tukubaliane kwamba nyie watu 400 mko tayari kufanya nini hapa. Sisi tunataka kuendelea kufanya biashara hapa. Ni waulize wafanya biashara wenzangu, hivi kuna ubaya haya maduka yakiendelezwa yakawa na sura nzuri kuliko ilivyo sasa hivi? Lakini wote tunakiri kwamba tunataka maendeleo. Wanataka kuleta magorofa, wanataka kuleta maeneo mazuri, tumekubali kabisa. Sisi tunacholilia ni haki yetu ya uwekezaji, ni haki yetu ya kufanya biashara hapa. Unawatoa watu 400 stendi ndogo, unawapeleka wapi? Tunatakiwa kujua wapi tunakwenda, wapi tunafanya kazi, na wapi tutasimama kama timu. Lakini haitatusaidia siku zote. Yani hapa tushikamane. Duka litafungwa leo, lakini nawahakikishia tukisimama, tukasema, tutasikilizwa. Serikali yetu ni sikivu jamani. Simaona watu kila siku wanapewa solution na Mama Samia. Kila siku Mama Samia anatuma watu wanapata solution. Ninatolea mfano hata wa 2017 ambapo tulipata mikataba mipya. Mnakumbuka jamani? Nadhani watu wengi wako bado pale pale. 2017 tulipata matokeo mazuri kwa kushikamana. 2017 tulipata matokeo mazuri kwa kushikamana. Sasa hivi tunaambiwa lipa kodi. Ndio, jamani, wote hapa mmepeleka watoto kusoma, wengine ni wasomi, wengine ndo tumeenda VETA tumekuja kufungua maduka. Maana ni wasomi,
lakini hamna ajira. Kwa hiyo tumekuja kufanya nini? Tumejiajiri. Kwa hiyo hii ndio VETA yetu. Tunapata ugali wa watoto, tunapata elimu yetu, tunapata kila kitu hapa. Sawa? Kwa hiyo ni sehemu ambayo tunaitegemea. Sasa kumkataba. Sasa kama tuna mkataba, tungelipa kwa uhuru. Unajua nakaa hapa miaka 5 kwa sababu ni halali yangu. Ninalipa kodi manispaa kwa sababu ni halali yangu. Nina mkataba kati yangu na halmashauri. Lakini sasa hivi tunaambiwa pelekeni hela, lakini hatuna mkataba. Viongozi wetu, mimi ni mmoja wa kiongozi ambaye niko kwenye mchakato mzima. Mchakato wote mnaoona unaopita, mimi ni mmoja wa watu walioshiriki kwenda Dodoma, kuomba msaada, kote huko tumekwenda. Lakini kitu ambacho nimekuja kugundua ni kwamba yani hatusikilizwi kama wawekezaji. Na mimi ninatamani ifike sehemu tusikilizwe kama wawekezaji. Mara baada ya mjadala wa masaa kadhaa uliofanyika chini ya kivuli cha mti mkubwa kwenye eneo la stendi ndogo, wafanyabiashara hao wakaazimia kuingia katika magari na kuanza safari kuelekea katika ofisi ya mkuu wa wilaya ili kujua mwafaka wa kikao baina ya viongozi wao na serikali. Miongoni mwa maazimio yaliyowekwa bayana ni ahadi ya ushirikishwaji wa maamuzi yote ya husuyo eneo hilo. Sio wote hapa mliopo hapa, sio wote mnalipa jiji. Wengine mnawalipa landlords. Yaani mfano, mie ndo namiliki frame zangu 4 au 5. Mimi Jacob. Alafu mie nimempangisha huyu, watu 5 nimewapangisha frame zangu 5. Huyu ananilipa mie kodi kwa wakati. Ananilipa labda 500,000 kila mwezi. Si ndio? Mimi natakuwa nipeleke halmashauri ya jiji 200,000 tu kwa sababu kule jiji nasomeka mie. Mimi Jacob silipi. Jiji wanachojua kwamba frame hii hailipi. Matokeo yake jiji wanakuja kufungia, anayeathirika hapa ni mie. Sio yule baba niliyemlipa. Si mnanielewa? Kwa hiyo ugomvi wetu sisi sio na wale ambao wanalipa kwa landlords. Ugomvi wetu sisi ni kwa wale wanaochukua hela kwenu alafu wao watimizi wajibu wao. Hivi mnaelewa? Nasema hivi, ikitokea kwamba sio sasa hivi, baadaye kuna mabadiliko, tutaitwa, tutakaa, watasema tunalo hili na hili na hili. Lakini ikakarabatiwa kama wale majenga, kwa sababu wanachodai huko juu sio wanataka kutumia naye maduka. Lakini maduka yenu nyie mlioko chini kale vibata vya mzunguko, mtapata maduka yenu, lakini si leo. Umeelewa jamani? Lakini kuvunjwa si leo. Ndio unasikia bana sio leo, lakini ikitokea tunasema tutaitwa. Na nimemwomba dasi huko tutawala, nimemwambia yeke kwenye rekodi ili endapo akipanda kwa DC au mkuu wa mkoa, basi ili swala litakuwa limeongeleka. Si ndio jamani? Haya machache ndio tumeyazungumza. Inasimuliwa kuwa miaka mingi iliyopita eneo la stendi ndogo lilikuwa ni eneo la makaburi. Na kisha wananchi wakaingia kazini kujenga vibanda, kuanzisha biashara ndogo ndogo. Na leo hili limekuwa ni eneo muhimu kwa uchumi wa halmashauri ya jiji la Arusha. Nikiripoti kutoka katika eneo hili la biashara la stendi ndogo hapa jijini Arusha, Msagati Julius, EATV.